ya kwamba tunapofanya maisha yetu ya imani tusifanye kwa sababu tunataka kupata vitu. Mungu hataki tufanye maisha ya imani kwa sababu tunataka kupata utajiri kwake. Mungu anataka tufanye maisha ya imani kwa sababu tufikirie kupata uzima wa milele. Haya mengine yote Mungu anayaleta. Mungu anajua tuna maisha tunaishi hapa, anajua tunahitaji kuvaa, anajua tunahitaji kuishi vizuri, anajua tunahitaji kukaa kwenye nyumba nzuri, anajua kabisa miili yetu inatakiwa iwe na afya, anajua tunatakiwa tuwe na amani. Zile mali kama una uzima wa milele hazitakufaa kitu, kwa sababu huu mwili unapita, lakini roho ina maisha ya umilele, itaishi umilele. Wakati umeondoka katika mwili huu, maisha yako ya umilele ya roho yatakuwa wapi? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ninaitwa Mchungaji Esther, niko Singida, niko na kanisa la Yerusalem Mpya Gospel Assemblies of God. Na leo tuna ujumbe mzuri ambao tunautegemea kupata kwa Mungu, ambao ujumbe huu na kichwa kinachosema kusudi la maisha ya imani ni nini, na tutaenda kuona namna Mungu ambavyo anatuongoza. Basi kabla hatujaanza tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, wewe unayetoa uzima tele na baraka nyingi, asante kwa sababu ya wakati huu. Bwana, umetupa kibali kwenye ratiba nzuri ambayo imeupendeza moyo wako. Tazama Bwana, tunakwenda tena kusikiliza maneno yako ya uzima. Asante kwa sababu ya kila mmoja anayetazama, anayesikiliza. Ninajua neno hili litatoka na pumzi yako. Bwana, kupitia neno hili tutageuza kabisa namna tunavyoweza kufanya maisha yetu ya imani, bali tufanye kwa mawazo ya kwako wewe. Katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, tumeomba haya yote na kuamini. Amen. Kwa nini tunafanya maisha ya imani? Ukiuliza, kila mtu anaweza kuwa na namna yake ambayo anafanya maisha ya imani, lakini tunataka tuone, kuna wengine wanafanya maisha ya imani wakihitaji kupata fedha, wakihitaji kupata uzima wa miili yao, lakini wengine wanataka kupata mali, na wengine wanataka amani katika familia na ndoa. Lakini hayo ni mawazo ya kwetu sisi wanadamu. Sasa tuone mawazo ya Mungu juu ya kufanya kusudi la maisha ya imani ni lipi? Ukisoma kwenye Isaya ile 55 mstari wa 8 mpaka wa 9, Mungu anajipambanua kwa kinywa cha nabii Isaya. Anasema ya kwamba mawazo yangu sio mawazo yenu, tena na njia zangu si njia zenu. Njia zangu ziko juu sana kuliko njia zenu. Kumbe Mungu ana mawazo ya kwake, na sisi wanadamu tuna mawazo ya kwetu sisi. Sasa tuone ni wazo lipi ambalo linampendeza Mungu pale tunapofanya maisha yetu ya imani. Ukisoma kwenye Yohana 6 mstari wa 40, Yesu anazungumza maneno haya. Anasema mapenzi ya Baba ni haya, kila anayemtazama mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Haya ndiyo mawazo ya Mungu, ndiyo mapenzi ya Mungu, ya kwamba tunapofanya maisha yetu ya imani tusifanye kwa sababu tunataka kupata vitu. Mungu hataki tufanye maisha ya imani kwa sababu tunataka kupata utajiri kwake, kwa sababu tunataka kupata miili yetu iwe na afya kwake. Mungu anataka tufanye maisha ya imani kwa sababu tufikirie kupata uzima wa milele. Tunapowaza kupata uzima wa milele, haya mengine yote Mungu anayaleta, kwa sababu ili tuweze kupata uzima wa milele, Mungu anajua tuna maisha tunaishi hapa, anajua tunahitaji kuvaa, anajua tunahitaji kuishi vizuri, anajua tunahitaji kukaa kwenye nyumba nzuri, anajua kabisa miili yetu inatakiwa iwe na afya, anajua tunatakiwa tuwe na amani. Sasa hivi havimsumbui Mungu. Kitu ambacho kinamsumbua Mungu kwetu sisi ni tunapofanya maisha ya imani. Focus yetu ni nini? Kusudi letu ni nini? So kupata mawazo ya Mungu, yeye anataka tunapofanya maisha ya imani tufocus kupata uzima wa milele, ili kwamba hata tukiwa na mali nyingi, zile mali kama una uzima wa milele hazitakufaa kitu, kwa sababu huu mwili unapita, lakini roho ina maisha ya umilele, itaishi umilele. Wakati umeondoka katika mwili huu, maisha yako ya umilele ya roho yatakuwa wapi? Kwa hiyo kama tulikuwa tuna namna nyingine tunawaza ya kufanya maisha yetu ya imani, Mungu anataka leo tugeuze focus
focus yetu iwe ni kutaka uzima wa milele. Na hii tunaipateje? Yesu alisema maneno haya katika Mathayo 7:21 ya kwamba si kila aniambiaye Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa Baba yangu, bali ni yule afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Kwa nini Yesu alisema hivi? Tangu mwanzo tumezoea tukiishi maisha ya imani pasipo kujua Mungu anataka nini. Lakini Mungu kuna vitu anavyovitaka. Unaweza ukawa ni Mkristo lakini ufanyi mapenzi ya Mungu. Yesu akaonya, akasema si kila anayeniambia Bwana Bwana. Utajuaje? Ni lazima ufike mahali upate hekima ya kimungu, upate maarifa ya kimungu. Yale maarifa ndio atakayotuongoza sisi kuweza kuyajua mapenzi ya Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu. Sawa sawa na Mungu alizungumza kwenye kinywa cha Hosea kwenye ile sura ya 4 mstari wa 6, anawaambia watu ya kwamba mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Anamwambia sasa nani anayemsababisha huyu mtu aangamie? Na maana kuna mtu ambaye amesababisha. Ndio maana anasema mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Anasema kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, nami nitawasahau watoto wako. Kwa hiyo mnaona kabisa anayesababisha watu waangamie ni nani? Ni kuhani, ambao Mungu hapa anamuonyesha na anasema kwa sababu umeyakataa maarifa, nami nitakukataa. Sasa ni lazima tuangalie tuna maarifa sahihi ya neno la Mungu. Yale maarifa ya neno la Mungu ndio anatuwezesha sisi tuweze kuyajua mapenzi ya Mungu ni yapi, ili tuweze kuyafanya mapenzi ya Mungu, tuweze kumpendeza Baba yetu. Kwa nini kinachotakiwa ni sisi kuyabeba maarifa ya neno la Mungu ndani? Kwa sababu hayo maarifa ndio yana hekima ya mauti na kuzimu. Kwa maana kupitia neno hili la uzima ambalo lina maarifa ya kimungu, linaweza kukuongoza ukawa na hekima mpaka ya kufikia wokovu. Lakini bila kuwa na neno hili, basi utaenda tu jehanamu na haitakuwa nzuri sana. Kwa hiyo tumeona kwa kifupi sana kwamba kwa nini Mungu anataka tufanye maisha ya imani. Anataka tufanye maisha ya imani ili tupate uzima wa milele, na Yesu ameahidi pale ya kwamba nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo unamtazamaje Yesu na kumwamini kutoka kwenye lile neno? Ili uweze kumtazama Yesu na kumwamini, ni lazima ulisome neno likuongoze kwa huyu Yesu, kwamba Yesu ni mtu wa namna gani, tabia zake ni za namna gani. Sasa tunazijua tabia za Yesu kupitia neno la Mungu. Tusije tukawa kama wale Wayahudi. Ukisoma kwenye Yohana 5:39, Yesu aliwaambia mnayachunguza maandiko kana kwamba mnadhani mna uzima ndani yake, na mimi hamtaki kuja kwangu. Wale waliyachunguza maandiko, walikuwa nasomwa kila siku, lakini wakati Yesu anakuja hawakumtambua Yesu. Sisi je, watu wa ujio wa pili wa Yesu? Sisi ni watu wa ujio wa pili wa Yesu ambao tunamtazamia Yesu kurudi. Ni lazima tujue kupitia maandiko ni namna gani Yesu atakuja. Alisema atakuja kwa mawingu, ina maana atakuja na roho wengi na malaika wengi. Lakini atakuja wapi? Ili na sisi tusije tukamkataa Yesu kama walivyofanya Wayahudi katika ujio wa kwanza, walimkataa Yesu. Kupitia ujumbe huu ambao umesikiliza, mpendwa mtazamaji lakini msikilizaji pia, ninamshukuru Mungu kwa sababu hautabaki hivyo ulivyo, lakini kuna jambo litafanyika kwako. Basi niendelee kukukaribisha katika vipindi vyetu hivi, lakini pia ukinihitaji kwa ajili ya maombezi, neno la Mungu na ushauri, tunapatikana Singida mjini, mahali panaitwa Ititi Center, ndio kanisa letu liko pale. Na ukifika unaweza kupata huduma zetu tu nyingi za kutosha, lakini kwa mawasiliano zaidi utapitia kwenye hizo namba ambazo zinapita hapo chini. Na Mungu akubariki sana. Focus upate uzima wa milele, na mimi ninaomba nikuombee. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, wewe Bwana tayari umeliachilia neno lako lenye pumzi yako. Asante kwa sababu ya kila mmoja anayekuhitaji. Asante kwa sababu ya roho ambazo ziko tayari kuungana na wewe. Asante kwa sababu ya wale ambao wako tayari kubadilisha maisha yao ya imani. Baba, ninakushukuru kwa sababu utajipatia watu watakaokuwa wanafanya maisha ya imani kwa kufocus uzima wa milele na kukutana na wazo lako. Asante kwa sababu kupitia watu hawa, Bwana, utajipatia watu
watu ambao wameugusa moyo wako, wameupata moyo wako. Asante kwa sababu kuna wengine wana changamoto mbalimbali. Kupitia neno hili Bwana, wakapokea uponyaji wa roho zao na miili yao. Asante kwa sababu utawasaidia kila mmoja, hawatabaki hivyo walivyo. Baba, ninakutukuza na kurudishia heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Meomba yote na kushukuru. Amen.